Kwa hiyo unatakiwa kufikiria sana mambo mazuri ambayo mara nyingi umeshayafanya. Na ukiona wakati mwingine kutegemea na series ya maisha yanakusukuma kuwa mtu wa namna fulani, yanakusukuma kuwa mtu yani wa kujiongelea kwa namna fulani au kujisikia hali fulani. Nitakuelezea. Unaweza kuwa ni mtu very positive lakini ukapigwa na matatizo mengi sana kwa mfululizo hata miezi 6. Ukaanza kuona sasa kweli hapa mimi hamna tena. Nafikiri ndio mimi nishaisha tena. Mimi labda nikuaga zamani tu. Yani sidhani kama naweza nikafanya chochote, you see. Lakini yapo mambo mazuri ambayo uliwahi kuyafanya zamani. Sasa tiba ya hili ni kuhakikisha kwamba unachukua karatasi na kalamu, unaanza kuandika yale mambo mazuri ambayo uliwahi kufanya zamani. Yoyote ambayo uliyafanya mazuri zamani na ukiyakumbuka yanakufanya ufurahi au ujisikie vizuri, yaorodheshe, alafu anza kuyapitia yale mambo. Utaona kuna kitu fulani utaanza kujisikia vizuri, Kwa hiyo yapitia haya mara nyingi. Kila ukiona kwamba unajisikia yani kujisemea vibaya, angalia nini unacho. Angalia if you have kids, labda una watoto, angalia I have kids. Kuna watu wangapi hawana watoto? Hii ni neema kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Unaona labda I have a place to stay, nina sehemu ambayo ni nzuri, I have a roof, nina kitanda, nina feni, nina TV, napata chakula, ninaishi sehemu nzuri. Kuna watu hawawezi kuafford maisha kama haya. Kuna watu wanalala barabarani. Na wanalala barabarani na wakiwa hawajui kesho wakiamka watakula nini, na sasa hivi hawajala. Yani so unaona kuna mambo mengi sana mazuri kwenye maisha yetu. Ukiweza kuyaangalia haya yote, sisi kwenye dini ya Kiislamu tunasema kwamba kila kitu ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa ukifikiria kwamba kila kitu ni neema, hauwezi hata siku moja kukaa kwanza mimi sijui kama itakuwa hivi, mimi sijui ni hivi. Don't say that, because when you say that you become that. Lakini ukiona kwamba kila kitu ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu, utaanza, unajua nini, itakufungulia mlango hata wa kushukuru. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, at least mimi nina hiki. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, mimi nina hiki. Namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi nina hiki. Kuna story moja, ni hadithi katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilitokea zamani enzi za maswahaba, kwamba mtu mmoja alikuwa amechinja, nafikiri ule mbuzi ametumika, kwa ukikawa kile kichwa cha mbuzi kimebaki. Unajua kile kichwa kinapiga supu moja nzuri sana. Watu wanapiga supu za mbuzi, watu wanazielewa vizuri. Nafikiri wazee wa Vingunguti walikuwa wanajua supu za mbuzi ni balaa. Ukipata na chapati 2 asubuhi pale kuna pilipili. Hii sio story, tuache nayo. Tuendelee na huko tulipo, kwamba kichwa kile cha mbuzi, yani mtu akaona hiki ngoja nikipeleke kwa ndugu yangu fulani. Kwa kile kichwa kake kinazunguka kwamba kwenye nyumba ya sahaba fulani kwamba apelekewe. Sio kwamba walikuwa matajiri au walikuwa wana vitu vingi, lakini kwa sababu tu mtu anaona kwamba sisi tumeshakula na mboga tunayo, basi hata mimi nashukuru bwana, naomba mpelekee fulani, anarifaa kwa ndugu yake. Watu wangapi leo wanaweza wakapelekewa kitu na wakaamua kurifaa kwa mtu mwingine hata kama wanacho? Yani mtu anaweza kukubali, anaona bora yeye alimbikize aendelee kuviweka. Lakini wale watu wakawa mtu anaona hapana, mimi ninacho, anaona yani mpendelee ndugu yako kwa mazuri yale ambayo ungependa wewe uwe nayo. Kwa mtu anampendelea ndugu yake, bwana mpelekee fulani bwana. Asante za mimi niko vizuri, mpelekee mtu mwingine. Matokeo yake mpaka kikarudi kwa mwenyewe ambaye alikitoa. Okay, kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni kitu kizuri kiwa mtu ambaye uko very positive na unafikiria mazuri, sio tu kwako mwenyewe, lakini fikiria mazuri hata kwa watu wengine pia. Wakati mwingine wanasema uweze kuwafikiria wengine mazuri ikiwa wewe mwenyewe hujifikirii vizuri. Kwa hiyo don't do negative self talk. Tagline ya leo ni nini? Mwache wewe mjinga, si ndio? Kwa hiyo hapa tunasemaje? Acha wewe ujinga. Na jambo la 6 ni tabia ya kujilinganisha na watu wengine. Huu pia ni ujinga mwingine ambao unatakiwa wewe uachane nao. Yani usipende kujilinganisha na watu wengine, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemuumba kila mtu tofauti. Mwenyezi Mungu amemuumba kila mtu kwa namna yake. Unajua unaweza kusema wale mapacha bana, the identical twins, wanafanana sana. Yani exactly. Ukimwangalia huyu na huyu, yani kiasi kwamba huenda hata labda paka wazazi wao wanawachanganya, labda mpaka wafike karibu ndio mzazi anajua kumbe huyu ni Kulwa, huyu ni Doto. Okay. Now let me tell you, hawa watu kuna kitu wanatofautiana. Wakipiga fingerprints tofauti. Kwa Mwenyezi Mungu ameumba yani tofauti kwa kila mtu, na sio tu katika physical kwamba muonekano, lakini hata katika perception, mtazamo, uwezo wa kufikiria, kupenda vitu fulani, kufanya vitu fulani. Tuko tofauti sana kwa kila namna. Kwa hiyo unajua wakati mwingine ukiwa uko busy unataka kujilinganisha na mtu mwingine, ni sawa sawa unakuwa unapoteza ule uzuri ambao ungeweza kuonekana kama wewe ungeamua kuchagua kuwa wewe. Mwenyezi Mungu amekuumba wewe uwe peni, uandike kwa wino, chapa wino. Lakini kila siku wewe upo dirishani unachungulia nyumba ya pili unamwangalia penseli. I say jamaa maisha mazuri yule. Yani anaandika, afu akiamua anafuta. Mimi nikiandika nachafua tu. Lakini anaweza akafuta, yani natamani na mimi niwe kama yeye. Don't do that.
Isije kai ile story ya kifutio kile cha zamani kile kina huku kina blue huku kina nyekundu. Eti huku kwenye blue eti wasema kinafuta wino, watu wakawa wanachana tu madaftari. So you see, acha tabia ya kujilinganisha na wengine kwa sababu wewe ni bora zaidi jinsi ulivyo. Na kuna usemi wa mshairi mmoja zamani sana, miaka ya 80, miaka ya 1800, alikuwa anaitwa Oscar Wilde. Aliwahi kuandika kitu kimoja akasema kwamba be yourself. Why? Because everybody else is taken. Be yourself because everybody else is already taken. Kuwa wewe kwa sababu kila mtu mwingine ameshachukuliwa tayari. Kwa hiyo kuwa wewe sasa. Sawa. Kwa hiyo kujilinganisha na mtu mwingine kwanza ni kupoteza muda sana, kujaribu kuwa kitu ambacho wewe huwezi kuwa. Uenda mwisho labda umri ukishaenda sana, unaanza hali ya maisha inaanza kukulazimisha sasa uwe tu wewe. Sasa itaanza kuwa kipya, labda unaanza kujifunza kwa wewe kwa sababu ulishasahau hata wewe ni nani labda. Ni hatari kubwa sana hiyo, si ndio? Kwa hiyo kila mmoja ni wa kipekee kwa namna yake tulivyoumbwa. Kwa hiyo kila mmoja ajikubali. Appreciate yourself man, appreciate yourself girl, appreciate yourself. Jikubali vile ulivyo. Kwa sababu hakuna kama wewe. Hakuna kama mimi na hakuna kama wewe. Sawa? Na ukiangalia hata watu wanaofanya mambo yanayofanana, wanaweza kuwa watu wawili wanafanya kitu sawa sawa kabisa, lakini unakuja kugundua kuna tofauti kubwa sana kati yao. Lakini kila mtu anafanya kitu kile kile. Kwani Waswahili walisemaje? Mchele mmoja, mapishi mbalimbali. Pima mchele nusu kilo, weka wapishi wako 5, kila mtu mpimie kitu sawa sawa. Yaani chumvi ya kutumia iwe ile ambayo itatumika kwenye chakula chote, mafuta yawe yatakutumika kwenye chakula chote. Yaani iwe kwamba hakuna kitu kitakachobaki, kwamba kila kitu kipimo kiwe sawa, alafu wakupikie chakula. Tutapata vyakula 5 tofauti kutoka kwa wapishi 5, lakini kila kitu labda kipimo kilikuwa sawa sawa. Kwa hiyo jikubali. Haya mambo ya kujilinganisha na wengine, acha huo ujinga. Na jambo la 7 ambalo unatakiwa kuachana nalo ni tabia ya kukataa kosa pale unapofanya, au kukataa makosa yako pale unapofanya. Unaweza ukajiona mjanja lakini kumbe huu ni ujinga. Yaani kwamba ujinga kwa maana kwamba wewe umefanya makosa fulani na unajua kwamba umekosea hicho kitu. Badala ya kuadmit ili mambo yaende mbele na pia ukaangalia unaweza kujifunza nini kwenye kosa ulilokosea, uko bize kweli kukaa mstari wa mbele kukataa tena kwa sauti ya juu, unapaza sauti yani kwamba wewe hujakosea, lakini unasahau kwamba kwa kukataa makosa yako unajipotezea opportunity kubwa sana ya kujifunza nini kilikuwa kwenye kosa lile. Kitendo cha kukataa kosa ina maana umeshakosa darasa, huwezi kujifunza. Na uko kwenye hatari ya kulirudia, na uko kwenye hatari ya kulirudia tena kosa hilo hata mara kadhaa tena uko mbele kwa sababu hauko tayari kujifunza. Kuna usemi naupenda sana, unasema kwamba kila kosa, hapana, unasema kwamba kila tatizo huwa linakuja na mbegu ya solution ndani yake. Kwamba kila tatizo linakuja na mbegu ya solution ndani yake. Kwamba tatizo linapotokea, kuwa makini kuangalia shida ni nini? Nimekosea wapi? Kwa nini nimeanguka? Ukiangalia vizuri unaweza kukuta kwamba okay, labda leo biashara imefeli kwa sababu nilifanya kitu fulani kumbe nahisi so kesho nitafanya vingine. Unaona, kesho unaweza kufanya vingine ukakosea tena. So it means lakini utakuwa umesolve kosa la kwanza, leo utasolve kosa lingine. Hauwezi kuwa unafanya makosa kila siku. Ina maana ukiwa unaendelea kukosea ndio kupatia. Kwa hiyo baada ya muda utakosea, baada ya muda wewe utakuwa expert, utakuwa unajua. Hata ukiona mtu mwingine anaanza kufanya kitu hicho, anavyoanza tu unaambia stop. Hapo mwanangu, hapo wewe ukienda utadondokea hapo, utakosea. Kwa nini? Kwa sababu wewe ina maana una experience tayari. Kwani wewe ulisemaje ule usemi? Experience the best teacher. Experience is the best teacher. Kwamba uzoefu ndio mwalimu mkuu. Yaani uzoefu ndio mwalimu, kwa maana hiyo na uzoefu hauji isipokuwa umekosea sana mara nyingi. Usimuone nyani mzee. Anamaanisha nini? Kakwepa mishale mingi. Chukua hiyo usemi wa Kiswahili kama hujui. Jambo la 8, jambo la kupoteza muda. Usipende kupoteza muda. Muda ni something very special. Yani watu tunasema yani muda siji nisemeje yani. Kwanza muda yani ndio unatengeneza maisha. Yani maisha yetu sisi yametengenezwa katika muda. Fikiria kwamba kwenye imani zetu kwa mfano za dini tunaamini kwamba sisi ni viumbe wa milele. Yani tutaishi milele. Lakini tutaishi katika namna fulani. Ila maisha yetu yamekatwa phase fulani. Kuna phase ya mwanzo ambayo ndo haya maisha hapa duniani. Haya ni machache sana. Yani Mwenyezi Mungu kama alifunga mafundo mawili, fundo la hapa mpaka hapa, kwamba fundo labda la miaka 50, kwamba wewe utaishi miaka 50, au wewe utaishi miaka 60, au wewe utaishi miaka 12, au wewe utaishi miaka 100, au wewe utazaliwa